Yo, mambo vipi? Na tumani mko poa. Sasa leo nilikuwa natamani kuongea kuhusiana na dini, mambo ya dini. Unajua watu wengi wanashindwa kuelewa dini ni kitu muhimu sana. Dini ni kitu muhimu sana, lakini dini sio kitu ambacho exist katika mambo haswa ya kiimani. Dini ni falsafa. Kusema falsafa ni muunganiko wa imani au miongozo kadhaa ya kiimani iliyowaongoza au walioanzisha hivyo vitu. Umeona bwana? Hizo ni falsafa za kiimani. Kwa hiyo dini ukisema dini pase ni dini pase ni nini? Asani. Shwari kaka. Kama kao. Ngoja nimuite jamaa. Asani. Dukani huko. Kwa hiyo dini ni falsafa. Dini ni falsafa. Ni falsafa ambazo watu walikuwa nazo concept wakaziunganisha wakaja kuleta hicho kitu. Mimi kwangu kuniuliza dini ni nini? Dini kwangu mimi ni serikali. Dini ni institution, dini ni taasisi, dini ni branch ya serikali yoyote duniani. Dini, lengo kubwa la kuanzishwa kwa dini ilikuwa ni utawala. Yaani dini ililetwa kwa ajili ya kuwafanya watu wawe watiifu, submissive kwa nafasi mbalimbali za kiutawala katika ulimwengu mzima au katika system inayoongoza ulimwengu. Kwa hiyo dini kwangu mimi naweza nikamuelewa mtu akiniambia hana dini lakini ni mtu wa Mungu. Huyo mtu mimi namuamini 100% kwa sababu Mungu haingiliani na dini yoyote. Unaweza ukawa huna dini yoyote lakini Mungu wewe ni mtu wake na mnafanya kazi kwa karibu na anakubariki na anafanya vitu vyote. Msinielewe vibaya, leo sipo kwa ajili ya kuataki dini ya watu wote, sababu hata mimi mwenyewe nilipozaliwa nimeingizwa kwenye system ya dini. Ndio maana the issue ni kwamba hata kiuhalisia ukifuatilia wazazi mbalimbali walikosea sana wazazi wetu. Mtoto anapozaliwa huna mamlaka ya kumchagulia dini kwamba wewe dini, kwa sababu sio kitu ambacho ule mtoto ni kitu ambacho yeye kipo kwenye falsafa yake. Kwa hiyo sisi wengi tumejikuta tuko Wakristo au Waislamu kutokana na familia tulizotokea, tukaingia kwenye hiyo system. Lakini ukija ukiwaza vizuri unajikuta kwamba maamuzi watu wengi wanakuja kuyafanya kipindi ambacho washakuwa watu wazima afu jamii naona ajabu. Kwa hiyo maana yake ni nini? Imani ndio kitu kilicho exist kwenye ulimwengu wa roho na hata ulimwengu huu wa kidunia kabla ya kitu chochote. Imani ni imani kwa ufupi ni kuamini mambo yatarajiwayo. Yaani mimi naweza nikakaa hapa nikaamini huu mti uliokuwa juu yangu hapo utanidondokea saa 7 mchana. Hiyo ni imani. Na hata Mungu anafanya kazi na watu wenye imani, sio watu wenye dini. Umeelewa? Yaani imani ndio system inaweza kuconnect na Mwenyezi Mungu au the highest power, nguvu iliyokuwa juu kuliko vitu vyote, kuliko dini. Na ndio maana ni kwa kukumbusha hicho kitu ukifuatilia vizuri. Hatuongei kwa miemko. Mimi sijadhalilisha dini. Naomba mnielewe, na wala sijahataki dini ya watu wote. Na ni kama nilivyowaambia mimi mwenyewe pia nimezaliwa na nikaikuta dini na nikaingizwa kwenye hiyo dini yetu na niko hapa. Lakini lazima tunajiuliza tu maswali muhimu sometimes. Kwa hiyo sasa ukitaka kuamini kwamba imani ndo msingi mkubwa wa kuthrive au kuona ukuu wa Mungu katika hii dunia na sio dini. Hata kwenye vitabu vitakatifu ambavyo waliandika watu wao waliokuja kuleta hii division ya dini, wao wenyewe wameorodhesha neno imani mara nyingi zaidi kuliko neno lolote. Ukisoma katika Bible ya King James, nafikiri mimi sio mtu wa dini, ila ukichambua kwenye Bible ya King James neno faith, imani limetokea zaidi ya mara 300. Lakini ukisoma maandiko ya kileo, Biblia za kisasa za ulimwengu mzima unakuta zaidi ya mara 200. Lakini huwezi kukuta neno dini limetokea mara kadhaa. Kwa hiyo ndio maana hata ukirudi kwenye ukiretrieve kule kwenye scriptures, kwenye maandiko ya Yesu, mara nyingi Yesu alikuwa anatumia enyi wenye imani haba. Umeona enyi wenye imani haba. Kwa hiyo issue ni imani. Unachoamini ndio mtu hapa anaweza kwamba mimi naweza kaamini hapa nikapata milioni 100. Yaani hata maandiko yamesema wenye imani sijui anaweza kuhamisha milima, sijui nini wenye imani wataokolewa. Yaani neno imani it's all about faith guys. Iwe Muislamu, iwe Mkristo, iwe shahidi wa Yehova, iwe Pentecostal, sijui nani, sijui unasali kwa mchungaji gani. The thing is imani.
ndio atakayokuletea mabadiliko makubwa, kwa sababu hiyo imani ndio hiyo pia unayotumia hata upande wa pili. Hata wachawi nao wanatumia imani kwamba tukifanya hii kafara tunaamini itajibu. Wao wanatumia imani, wao hawana dini. Kwa hiyo the thing ni imani. Jitahidi sana usitetereke kiimani na simama kwenye kile jambo ambalo unalitarajia au kuliona kwamba linaweza likatokea bila kuwa na uhakika ushahidi yoyote. Nilitaka kuzungumza hicho kitu. Kwa hiyo dini, na ndio maana sasa dini, marais wengi duniani wakishaingia madarakani huwa hawapingani na system za dini. Dini ililetwa kama platform ya kuwapumbaza watu, kuwafanya watiifu, kusema hewala, kusema ni. Ndio maana marais wote lazima wakae karibu sana na madini za pande zote, wanakaa nazo, ni marafiki. Sababu dini inatumika kisiasa kutuliza nchi. Nchi yoyote amani yake bila dini haitokei. Yani wachungaji wao wanaweza kuanzisha vita ambayo haitoisha. Yani unaweza mchungaji mmoja mkubwa kupata picha, anaweza kaenda kwenye madhabahu yake akasema, jamani naona uongozi huu unatutenganisha na Mungu, hebu tufanyeni, tumwageni damu ili tulete mambo ya Mungu. Na kwambiaje, hamna mjeshi au polisi atakaweza kuwasimamisha waumini. Umeona, kwa sababu ya hiyo dini. Kwa hiyo marais wengi pia, ndio maana viongozi wa dini wengi wanaheshimika sana kwenye nchi zozote zinaona shirikiana kiukaribu, hata kwa kificho na serikali zozote. Wanapewa mafungu, wanapewa ruzuku, wanapewa nafasi ya kipaumbele kwenye miathara ya serikali na nini sometime, kwa sababu dini ndio equipment, ndio silaha ambayo inafanya hiyo nchi ifanyaje, iwe na usikivu na utulivu na itulie. Kwa hiyo jamani, dini is just a system. Dini ni mfumo, dini ni equipment, dini ni kifaa, lakini imani, faith, ndio kitu ambacho tunatakiwa tusimame nacho bila kujali. Kuna watu leo hii wameshindwa kuoana eti kisa dini hii. Kweli? Hivi. It's all about faith. Nyote si mnamwamini Mungu. Fungeni ndoa, oaneni kinamna yoyote, zaeni watoto, furahini maisha. Mwajiri huyo mtu, kuna ofisi zikuajiri kama wewe unatokea dini fulani, usijui nini. It's nonsense. Ndio walicholeta hiyo dini. Wao walitaka watugawanyishe, watumalize, watufanye tuwe weak. Kwa hivyo mimi nilikuwa natoa tu hiyo, enyi wenye imani haba, basi mjaribu kunisikiliza na msinihukumu. Naomba mnitembelee pale Instagram kama Dupa Mdupange, show love pale, alafu mniambie nyinyi mnaelewa vipi kwenye hili. Asante sana.